Kitu cha pili, wako wanawaambia M23 au Rwanda itakuwa na uwezo wa kuingia Kinshasa, wanabadanganya. Abana ile uwezo na abana zile nguvu za kuenda Kinshasa. Hiyo muandike tarehe ya leo. Hata ingia Kinshasa na watafika Kinshasa na wana ile uwezo wa kufika Kinshasa. Hawataenda. Sisi nguvu zao tumeshazipima, tumewaona. Wataenda Kinshasa na nguvu gani? Watu ambao tuko tunashika mateka 60, 40 par jour. Wataenda Kinshasa? Rasilimali zote zao tunazo kwa sasa. Nguvu zao kwenye ziko tunashajua. Ordre de bataille yao tumeipata, tumekuwa nayo. Strategie zao za kupigana tumekuwa nazo. Alafu watatuambia ataenda Kinshasa na nini? Raia ikuwe kalme, hakuna fasi wataenda. Dale ka contraire, maeneo ambazo wako sisi tutapafika. Sisi tutapafika. Tuko tunaangalia michezo yao. Walikuwa wameshashikilia maeneo nzuri, maeneo zenye zilikuwa strategique, tumewafukuza vikali. Na muulize watu wenye wako Uvira, wako na habari zote. Tungali tunamkatakata kidogo kidogo. Sasa tutaingia mkichwa. Atapata habari yake. Lakini tunapenda kuambia population yetu kama mkue kalme, mkue pose. Hatutaki vijana wa kukimbia. Tuliambia watu kama vijana hatutaki wakimbie. Vijana wote waikae ndani ya nchi ya Kongo. Mko mnasikia mateso yenye iko kumakambi. Ukiwa kukanda refugee, ukikuwa muichi yenye aina yenu, usiwazie kama utakuwa kama vile uko kwenu, au utakuwa kwako. Tupiganie nchi yetu kama vile Washino walipigania nchi yao dhidi ya ukoloni wa Japani. Tupiganie nchi yetu kama vile wengine na wengine walitawaliwa. Tusisubirie watu wakuje watuokoe. Hakuna tegemeo la kusema ya kwamba kuna nchi ambayo itakuwa kutusaidia. Sisi wakongomani wenyewe tusimame, tujikomboe. Kagame asituzoee. Kagame hawezi kujitia yeye ndio gendarme wa region ya Grand Lac. Habitawezekana. Ni kusema tusimame, tunakataa vijana wa kukimbia. Kila silaha yoyote yenye iko kumuzalendo, silaha yoyote yenye iko kumuzalendo Mkongo mzima, ile silaha kano yake iende wapi? Silaha ya mzalendo yoyote yenye iko Mkongo, kama tuko na 10,000 arme, kama tuko na 50,000 arme, zile arme zote, zile silaha zote zielekee wapi? Kufro. Na tuko tunashukuru kwa sababu vijana wote wako mobilize, wote, na wenye wako Kalemi wako njiani kukuja, na wenye wako wapi, wenye wako Moba wako njiani kukuja. Sisi wote nini? Tumshambulie adui mwenye uko kumulango hapa Uvira. Tunashukuru sababu vijana wote wako rakuja, wako imara na wako mobilize na wako determine. Ni kusema hii ni wakati wa sisi wakongomani kufanya historia yetu. Pamoja na FRDC tutaweza, pamoja na serikali yetu tutaweza. Tunaomba nyinyi wazalendo muwe na confiance na Rais Tshisekedi. Muwe na confiance na serikali yenu na muwe na confiance na raia yenu. Tuiache raia yetu na amani, watu wawe kimya wakati tuko matatizo ya nchi yetu. Na sisi na mama zetu na watoto zetu, sisi wote tunalia ili tuangalie namna gani tutakomboa nchi yetu. Asante sana, na tena nawashukuru kwa sababu najua Mungu atasimama upande wetu, sababu sisi hatukutoka hapa kwenda vamia Rwanda. Rwanda ndio imetuvamia. Na imeandikwa ya kwamba avukaye mpaka wa jirani na alaaniwe. Hatukwenda vamia mtu ila watu ndio wenye wanatuvamia, na kama watu wanatuvamia, Mungu atasimama upande wetu. Lakini pamoja na Mungu kusimama upande wetu, sio lazima tukunje mikono. Mungu anasimama upande wetu, anasimama upande wa mwenye haki, lakini pia msisahau kwamba Mungu anatumika na wenye kuwa na nguvu. Dieu aide les braves. Mungu aweze saidia mzaifu. Mungu aweze saidia mtu mwenye anakunja mikono. Imeandikwa ya kwamba Mungu atabariki kazi ya mikono yetu. Manake tufanye kazi ya ukombozi wa nchi yetu na Mungu atatusaidia. Na Mungu atamlaani mtu mwenye anavuka mpaka, lakini tutumike kwanza. Lakini tujitoe kwanza. Tunashukuru kwa sababu vijana wanaendelea kujitoa na wako wanaendelea kumilika hapa kufro maelfu na maelfu. Mimi ninawaza hii kazi itatembea vizuri sana. Asante. Na tunaomba wazalendo pia
Mnapokamata mateka, mkakamata mateka, mnairipotia kwa uongozi. Sisi tunapokea mateka, tunaitunza. Tusifanye kama vile wale wa M23 bar RDF wako natesa mateka, wanaua mateka, wanapiga mateka fimbo. Sisi tusifanye hivyo. Sisi ni jeshi la uzalendo, kupenda nchi yetu na kupenda Wakongomani. Tuache mateka na amani, ripotia mateka, uongozi ijue itaitembeza namna gani, tutafanya raporo kuhierarchia. Lakini pia wazalendo, mnapoona wenzetu ambao walibakia kule kwa FRDC walikuwa mateka, walikuwa wenyewe walikamatiwa Goma, wakati Goma ilikuwa tombe, wale wako wanakuja peke yao, wanakuja wanajileta. Mnapoona watu wao, mnapoona wale wandugu zetu, tafadhali sana muwapokee vizuri na muwalete moja kwa moja hapa kwenye uongozi huko, ili tuwape matuzo mazuri, waone ya kwamba wanafika nyumbani mwao. Tafadhali msitese ndugu zetu ambao wako wanakuja wengi sana. Wale wote ambao mko mnasikia maramforo zinatoka Goma, wale wote ambao mko mnasikia balimaliza maformation Lumangabo, wale wote tulishapata habari ya kwamba watafika huku na moja kwa moja watakuja kutumika na sisi, na moja kwa moja watageuka kuserikali, na moja kwa moja watarudia nyumbani kwao. Nyumbani kwao ni kusema watatumikia nchi yao, watatoka kule kwenye walikuwa, watakuja moja kwa moja. Kwa hiyo mkiwaona ndani ya front, hata kama ulikuwa unarusha risasi, ukishamuona anaweka mkono juu, unampokea, unamleta huku kwenye sietu huko. Asante. Na kama alikuwa na njaa, mimi najua mko na chakula, mafro, mko na mabiskuit, mko na ile tunaita ration conditionnée, mko nayo, masardine mko nazo. Ukimuona anakuja anajileta, unampatia chakula, anakula mpaka unaripotia kuongozi wa kwako, na mnamoriente mpaka kwenye sietu huko. Wako wengi wenye wanatoka Goma na wako na mpango wa kusema wakifika tu Msikivu, wakifika tu Uvira, watakuja kwenye sietu huko. Asante na sana, na washukuru nyinyi wa ndugu zetu wenye uko ndani ya M23 bar RDF. Mlango uko wazi, mkuje mtumike na jeshi lenu, mkuje mtumike na serikali yenu. Ile serikali kule kwenye mwe mko, amujue malengo, amujue shabaha ni ya kupasula nchi yenu, na shabaha ni ya kuoa ndugu zenu. Asante, mimi najua mnajua kila kitu. Nawashukuru.